Na mpenzi mtazamaji wa Mbagala Online TV, sisi tunazungumza michezo. So far ligi kuu ya NBC Premier League imetamatika, lakini pia Young Africans ndiye bingwa kwa mara 4 mfululizo, lakini pia akitamatisha kwa kumfunga mtani wake na kuchukua ubingwa. Hapa leo niko na shabiki wa Young Africans, Big Young Africans kutoka katika tawi la Mbagala Maturubai, na sisi tutapiga naye story. Ana kipi cha kuzungumza kutokana na mechi ya jana. Bwana Big, mambo vipi? Fresh ndugu yangu, niambie. Unaona kitambo sana. Kama kawaida. Kama kawaida. Tumepoteana Big. Big, mbona unacheka sana Big? Na furahi, maisha yanasababisha ni furahi. Sasa nitafurahi lini? Kipi kinasababisha furahi? Bwana wewe ndugu yangu. Hawa Yanga hawa. Mimi najiuliza huyu ndugu yangu sio kumkuta nini mpaka kashabikia Simba. Yanga bwana ana faraja bwana. Yanga anakupa furaha muda wote. Wewe unaambiwa sisi tuko tuna ugomvi na bodi ya ligi. Ushaelewa? Ule ugomvi wa bodi ya ligi Simba alipoingilia tunataka makosa. Yaani kwa sisi kwa moyo wetu kanafurukuta. Ile kanajiuliza kwa nini tupeleke timu? Sio kama tunaogopa Simba, hapana. Ila sisi tuko na ugomvi na bodi. Na kwetu tumeionyesha kwamba sisi Yanga ni wakubwa. Watu tumegombania hii nchi uhuru. Wao kina nani watoto wadogo wamekuja juzi tu hapo. Na bado yule mamba aloka pale juu tunamngoa yule. Yupi yule? Huyo anajiita rais. Lakini uchaguzi mkuu bado ya. Yaani huyo ndo tunamngoa, yaani ndo pale anangoka. Yaani awe makini kabisa kwa sababu yeye ndo mtu wa kwanza kutuharibia mpira wetu. Umeona? Mwisho wa picha mimi bonge la dada nimelichukua. Viola bonge la dada. Dada. Okay, jana mmefanikiwa kumfunga mtani Simba Sports Club goli 2, lakini pia nikiwa ni mara 5 mfululizo. Mnaendeleza wabe, hasa wapi palikuwa bora kiwanjani, lakini pia kwenye maandalizi nje pamoja na ndani ya uwanja? Ndugu zetu sisi walipojichanganya wao walitaka kujifananisha, yani kati ya wao na sisi. Umeelewa? Lakini sisi kifootball tupo juu zaidi. Mimi na imani kwanza tuliwakamanda kwa sababu sisi tuliamua kutia viungo wengi. Umeona? Pale tumetia viungo ambao kuna viungo wachezeshaji, viungo wakabaji. Maana tukamtia paka Mudasiri yao tukamwambia simama namba 10 kwanza hapo. Tuonyeshe show. Wakajisahau. Wakawa wanahangaika na Max pia zingine. Unajua Max ukiangalia katika uwanja alikuwa anaonekana. Lakini Max ndo alosababisha yote yale. Mpaka Pacome akawa yuko wazi. Pacome Zozo. Mpaka Mafionto, unajua Mafionto? Wakina nani hao? Mafionto unajua? Ndio jina lao jipya ndo Mafionto hao. Simba ndio Mafionto sasa hivi mdogo wangu. Uko wapi? Uko dunia wapi? Ana maneno, si unamwona nimekaa naye kakanzi. Eti kweli babu una maneno? Siwezi kuwa na maneno. Siwezi kuwa na maneno sababu Yeska anafurahia ushindi wake. Zamu yake sasa hivi. Si hatuna maneno. Mpaka lini mtaendelea kupigwa hivi kwa ni mechi ya 5 mfululizo ya dabi mnakanyaga? Msimu wa mwisho huu, msimu ujao sisi lazima sisi tuwe mabingwa na sisi. Msimu wao wanatamba maneno 30 na 32. Lakini msimu wao kutamba ndio umeshaisha tayari msimu wao. Aonekane ajificha mpaka jana kulikuwa kuna aonekane kwenye kamera ndugu yangu atie huruma. Mtazamaji kama unaweza kumuona kwani sionekane? Kwani sionekane? Mimi naonekana kama kawaida. Umemwona hapo? Hapo umemwona? Bwana kiukweli asigongope mtu. Jana kulikuwa kuna bato wanasema hamwezi kuchukua ubingwa, alisema hamwezi kuchukua ubingwa mpaka mumkabe Eli Mpanzu. Jamani. Kwa jana kulikuwa kuna bato kati ya Eli Mpanzu lakini kia Pacome Zouzoua. Nani alikuwa na kiwango bora na performance bora katika mchezo wa jana? Jamani, mbona mnaokosea mpira nyinyi? Hivi mbona mnakuwa adabu na mpira hamuna? Yaani kabisa kweli kabisa umfanishe Eli Mpanzu na MVP Pacome Zozo. Ukishasikia Pacome Zozo, huyo mtu hatari. Yaani yule mtu anaweza kuchukua mpira watu watatu akafinya, akawazungusha akadribble, akaondoka. Kwanza mimi nakwambia washukuru wale marefa walikuwa kwa makini. Angekuwa ndo marefa wetu hao mchongo. Hao marefa wengine ndani ya kije sio kina nani hao. Tena yule anajua mpira, sijui Kayoko. Baba, ile ya kwanza ile Pacome anajiongopea kama anaenda, kajigusa mwenyewe pap. Ile ilikuwa tuta ile. Ila marefa waleta wao kiukweli tunajua kama lakini refa alitafsiri kwamba amejidondosha kwenye box ameongoka. Na ndio maana nimekwambiaje marefa wenye akili timamu, umeelewa? Alichokifanya akampa Pacome kadi ya njano. Yaani wale wamaleta wao, tambua hilo. Kwamba ni hao tuumize sisi. Lakini refa mwisho wa picha akaona sasa mimi hapa nawezaje kuwabeba hawa wakati naonyesha kabisa kwenye ukweli upo wazi. Akaamua mpaka kumaliza mpira dakika zijaisha. Yaani wale kwa makosokoso wale tunapiga 3 4 wale. Mimi nakwambia wewe uwezo kavanisha Pacome na wewe mchezaji wao Mwandazimu yule bwana wewe. Kwanza wenyewe hapa walipo saizi wanagombana huko, wamtaki Mangungu aondoke. Lakini umesikia Bigi? Simba imefika finali Confederation, hawakuzungumza kuhusiana na
Murtaza Mangungu. Leo hii imekuja kufungwa kwenye dabi, ndo anazungumza Murtaza Mangungu. Murtaza Mangungu yeye ndo anacheza uwanjani. Sasa wao ndo akili zao zinavatuma, nafu na ukweli unabaki kuwa vipi? Mangungu lazima wamlaumu kwa sababu katika maisha yake tangia kaanza kucheza na Yanga anakandwa na timu haina mafanikio. Ushaelewa? Wewe hii tuongelee tu ukweli. Tukisema tuzungumze kisoka. Mpaka sasa hivi wana kombe gani? Tukiwakuta na kombe lolote hata kama miaka 5 nyuma jela. Wana medali ya CAF Confederation Cup. Medali hiyo ndo ni hata sisi tunayo. Medali kwani sisi hatuna? Tunayo. Sisi hapa tunachofurahia kwa kanda wao, tu hadi sisi tunakanda. Na wasiposajili, wakifanya masiala. Tulivyosema miaka yani misimu 10 au miaka 10. Baba sio masiala. Maana pale kuna vyuma na vishusha pale. Licha ya performance bora, anasema kitu kizuri hakikosi kasoro. Young Africans imechukua ubingwa mwaka huu kwa miaka 4 mfululizo. Wapi warekebishe labda kuelekea pengine msimu ujao katika hasa kufanya vizuri kimataifa? Sawa, mimi nafikiria pale kwanza tuna 10 ambayo imeondoka, na bidi tulete 10. Kuna yule tunao wachezaji wazuri wengi. Mpanzu kama nilivyosema Amerika mchukue. Hapana bwana, sikiliza bwana, unanikosea heshima bwana. Mpanzu hata kama namchukua, umeelewa? Yule akija pale lazima kwanza tumkoshe na maji ya Jangwani. Pale kuna kiapo chetu. Wewe jiulizi hata Chama sio kuonekana mbovu kwa kwao mzee. Angalia alivyokuja kwetu. Sisi wachezaji wetu tunafunga booster baba. Umeelewa? Wewe muangalie Mudasiri haya anachokifanya pale kati yake, anazungusha. Mudasiri anazunguka pale. Pale leo kasimama namba 10 juzi. Umeona? Pale kuna 10 ipo pale. Mheshimiwa alivyo kama ile mechi tumecheza Zanzibar kama unakumbuka, na wale watoto wanaliwa. Kuna mamba alikana kulia hapa. Fundi mmoja Dube yupo nje na yeye yuko mwisho pale. Yule pale sasa ndo anakuja kushika mbadala, lakini kumbuka tunajibu Sila pale tunaweka pale. Tukishaita Sila pale tunaangalia. Nasikia hata yule mtoto mwenyewe alikuwa anasema kwa gari na skali kama kurudi. Sasa unasemaje? Na pale kwa lazima tuchomoe hawa. Tunachukua mtu bwi afu tukija pale tunamkuza. Baadhi ya wachezaji jana walivyokuwa wakifanywa interview baadhi na media, kwa mfano Clement Mzizi amesema amemaliza mkataba, anasikilizia klabu kama wata-analyze mkataba mpya, lakini pia Mudathiri haya basi naye ameonekana akizungumza hivyo kwamba amemaliza mkataba. Tutarajie nini kutokana na baadhi ya wachezaji kumaliza mkataba pale Young Africans, lakini pia na wachezaji bora? Sio kwamba tu Yanga mnawatazama, lakini pia kuna baadhi ya vilabu vinawatazama vikihitaji saini yao. Ni kweli unachokizungumza, hata sisi wenyewe, na ndio maana mpaka sasa hivi sisi wengi tumeamua kuchukua kadi na tumeamua wengine kulipia kadi zetu, kwa sababu tuna nia kuwabakisha wachezaji kama wale. Ushaelewa? Wachezaji wale lazima wabaki, kwa sababu leo ukija kumzungumzia kama Mudasiri haya, Mudasiri unamwacha hapa ndani, ukishamwacha unampata nani kama mchezaji kama Mudasiri? Umeelewa? Uweze kumpata mchezaji kama Mudasiri haya. Sasa sisi tunachokifanya, umeelewa? Ile mechi ilivyoisha tule pale tajiri alivyopeleka ile kombe. Maana sisi sio kama wao mabwana wanaadiwa. Tutakugeni milioni 5, milioni 6 hapo hawapewi. Mapionto hao. Hawapewi. Sisi unaambiwa hii mechi kabla haijachezwa wataingia majuzi, wachezaji wanabunda wana begi lao la hela wanatembea nalo. Wameambiwa mmeliona ile begi. Mkinikandia mtu, mkinulia mtu, begi lenu. Chukueni ya hela. Basi watu kila kingi ya mazozini wakifungua hivyo wanaona midola. Wanaona minoti. Pakome ndo hapa kaanza kukopa mikono miwili. I swear Pakome huyo zoa. Jana wanasema Mpanzu hajaonekana kabisa. Ile backline Young Africans ilikuwa bora sana. Muulize baba, Mpanzu alionekana au ni kiwango? Mshuti pia kwa mambo hajaiona. Nani? Wewe. Mpanzu au bishi msala. Moja anahesabu. Sasa mimi namhesabia, subiria, mimi namhesabia. Atulia, asipate shida. Mimi namhesabia. Israel Patrick Mwenda. Mpanzu alilamba nyasi. Sio kweli. Wewe sio kweli nini? Sio kweli. Achilia huyo ngoma, achana naye ngoma. Ngoma wewe unazungumzia ngoma na Pakome. Ngoma yani Pakome hajamlaza nyasi ngoma peke yake. Mpaka Shabalala. Kasahau. Haya mimi naongea uongo. Pakome amekuja kuchukua mpira chini kwa Shabalala huko. Kaanza na Shabalala, kafinya Shabalala, akaja huyo ngoma yake yenyewe kafinya, akaja yule mtoto wao anamuita Hawa. Maana jina lake na ile gumu Hawa. Tupuskola. Maana bahati tu zile bana wewe yule mchezaji. Wewe unafikiri na Stefano ni bahati au ni kweli? Toka angekuwa naniliu. Zile zalizali tu baba, hamna timu mle. Na mimi nakuahidi hawa wanaita dharau. Unaona dharau hizi? Ndio sisi tunafika mtaani mtu tunakuwa na hasira, tunaambiaga kabisa tubomoe. Toa bomoe ya watu. Umeelewa? Dharau sisi